الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Namuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie somo zetu, amina inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufungulie maisha, madeni, ndoa zisimame kwa sababu ya somo hii, tusemeni amin. Nimesoma aya 2-3, lakini usau njaa mwanaume takamani kukatiza si mchezo. Inshallah Mwenyezi Mungu atatutakabalia. Meida mwaka huu tumeliona tena jua la saum, ni ishara nzuri, ni dalili nzuri kabisa. Ndugu zangu Waislamu, siku zimekwisha na siku zinapita na hazirudi nyuma. Tulikuwa na yaumi mamdud wa yaumi mafqud wa yaumi mashhud wa yaumi maulud wa yaumi maw'ud wa shahidin wa mashhud. Tulikuwa na yaumi mamdud, the day of yesterday. Tulikuwa na siku ya juzi, juzi imepita. Sijui juzi tulifanya nini, sijui ulikuwa wapi, sijui amali yako ilikuwa ni nini juzi.
lakini wa yaumin mafqud, tukawa na siku ya jana, na jana imepotea. Wa yaumin maulud, lakini pia wa yaumin mashhud, na siku ya leo ya Jumatatu, Jumatatu ya Ramadhani. Kuanzia asubuhi ya leo umefanya nyiradi ngapi? Qur'ani kiasi gani umesoma? Au leo ndo umepoteza kwenye TV, kwenye kucheza karata? Hembo katika watu wa msikitini hapa umetushinda kiamali, au leo ndo umeporomoka kiamali? Na siku hii ya leo itapita, na hivi sasa ni al-asr, na al-asr yenyewe inakwisha. Yaumin mashhud, na kuna yaumin maulud, siku ya kesho inakuja. Hizi siku hazipiti tu. Hasan Basri rahimahullah anasema, fa idha asbaha al-insan fa inna al-yawma yunadi alayhi, akipambaukiwa asubuhi mwanadamu, ile siku inamhubiria, inamtangazia, inamtanabahisha, inasema yabna adam, wewe binadamu, ana khalqun jadid wa ala amalika shahid yaghtanimu minni fa innani la a'udu ila yaumi alqiyama. We mwanadamu, ana khalqun jadid, mimi leo ni kiumbe mpya. Najua Jumatatu nyingi zimepita, lakini leo mimi wa aina yake, mimi ni mpya. Wa ala amalika shahid, na mimi ndo nitakutolea ushahidi juu ya matendo yako utakayoyafanya yote. Fa in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran, yakiwa ni mazuri kwa uzuri, yakiwa ni mabaya kwa ubaya, lakini wa ala amalika shahida. Ightanimu minni, naomba unitumie vizuri. Siku tu wewe usikii, lakini inasema leo asubuhi ilikuwa inakwambia nitumie vizuri. Fa innani la a'udu ila yaumi alqiyama, so mimi nikiondoka sasa hivi sirudi ila qiyami saa, mpaka kiyama kitakaposimama sitorudi. Sitakuja siku nyingine, lakini sio mimi tena. Na mwenye adabu akasema, yabna adam innaka anta min ayamin, mwanadamu wewe si chochote baba, wewe ni masiku tu. Fa idha dhahaba yaumun laqad dhahaba ba'dhu, ikipita siku sehemu ya maisha yako ndo imeondoka. Law sa'alna minna ahadan su'alan ayu shay'in aghla indana fi hadhihi alhaya, tukiulizana hivi sasa hapa duniani tunapoishi, hembu niambieni na nyie, mnahisi kitu gani kina thamani sana? Tasawwar, fikiria hapo ulipo. Katika maisha tunaoishi kuna vitu vingi, kuna madini, kuna almasi, kuna magari, kuna elimu. Ayu shay'in aghla, hebu fikiria hapo, jikaze na saumu. Naona unasinzia, lakini tunaulizana, tunashare kwa pamoja. Umenunua kamera yako, umenunua gari yako, umejenga nyumba yako, unaye wife material, unao watoto wazuri. Ayu shay'in aghla indana fi hadhihi alhaya, ni kipi kitu ghali sana? Ili tukielezee kitu hichi ghali, mpiga hesabu kidogo. Kitu ghali nini?
sijui niseme ni afya njema, kitu ghali ni nini, sijui niseme mke au wazazi. Ni kipi kitu ambacho ni muhimu sana? Najua hesabu zitapiga mengi, zitafikiria huku, zitafikiria kule, lakini wallahi hakuna kitu ghali kama hiki nitakachokitaja. Hakuna kitu ghali kama zamani, hakuna kitu ghali kama faragha, hakuna kitu ghali kama time, kama wakati. Yani wakati, muda wako ni kitu ghali. Ndio maana hukama anasema thalathatun la ta'ud, az-zamanu idha madat, wal kalimatu idha kharajat, wa thiqatun idha dha'at. Vitu vitatu havirudi. Cha kwanza, neno likitamkwa mdomoni halirudi. Uaminifu ukitoweka haurudi, lakini na wakati ukipita haurudi. Huu wakati una thamani, yani muda, mabwana, muda una thamani sana, na hakuna atakayejuta katika dunia ila yule ambaye hakutumia fursa. Wanasema guys, al-shabab au shubana, vijana hasa, nisikilizeni vijana wenzangu, vijana wenzangu, nisikilizeni sana sana sana. Kijana wa leo, usikubali kuwa mjinga, usikubali kupoteza wakati. Don't offer an excuse. You have got an excuse. Umepata sababu. Mimi sikusoma kwa sababu wazazi wangu walikuwa maskini. Dunia hii ya leo, mimi ni ibnul yatim. Mimi hapa ni mtoto wa yatima. Mamangu maskini mmoja, miskina wahidatan, lakini sijajitia ule uyatima, ule umaskini. Nilitumia fursa. Niseme nisiseme? Niseme. Kama nina kijielimu kidogo, wallahi hii elimu sikuwahi kusimamiwa na mjomba wala shangazi wala mama. Hata mamangu haya yalikuwa si mambo yake. Mimi ni mtoto wa Kikristo, Roman Catholic, nilousoma Ukristo wangu vizuri, naam. Lakini kabla ya kupokea kipaimara, nikaingia ndani ya Islamic. Nilipoingia tu katika Uislamu, sikupoteza wakati, sikusubiri nipelekwe chuoni. Nilijipeleka mwenyewe chuoni mwanzo mpaka nilipoishia, na mpaka leo bado nasoma. Elimu akhera tunasema. Lakini sikupoteza wakati, mwenyewe nikajipeleka garage, nikasoma wiring, lakini baadaye nikasomea wiring ya injection, nikawa fundi. Sikutosheka, nikaenda kusomea wiring za maboti, meli zile, fursa. Sikutosheka, nikaenda kusomea ushu wa Kichina, Chinese. Sikutosheka, haya mambo ya hasuba nikayaendea kuyasomea. Wanasema wenyewe leo 2002 ilipofika, kama kuna mtu hajui hasuba, kompyuta, msimhesabie kwamba huyu ni mtu wa dunia ya leo. Msimhesabie, sio wa dunia ya leo. Ina maana umekosa kuwa shekhe, umekosa kuwa dereva. Hasa kama leo unashindwaje kuwa dereva? Kwa mfano, wavuta bangi tu wanajua bodaboda, wanaendesha maroli. We kijana mbichi wa leo, hata simu inakushinda kufungua. Ni masikitiko, kusoma na kuandika hujui, na bado umekaa hivyo hivyo. Fursa, wakati huu, wakati tuliokuwa nao
hauhitajiki kijana mzembe. Don't offer an excuse. Usitoe kizingizingo. Leo elimu ziko rahisi kuliko zamani. Unaweza ukasoma kwa mtandao. Kinachokuponza, kilichokutia umaskini, kilichokutia ujinga, umechaza vibaya na wakati. Hivi vitu vyote mnavyoviona, msikiti, mali, hizi zote zimeletwa na wakati. Wazungu wanakuambia don't waste the time. Time is money. Usipotezee muda. Muda ni mali. Bali sisi Waislamu tunasema muda kufananisha na mali ni kukosea muda. Muda una thamani kuliko mali. So mali huwezi kuichuma, sharti upatikane wakati. Kwa hiyo wakati usiufananishe kabisa na mali. Wakati ni kitu muhimu. Huu Uislamu wenyewe huu nauona, wallahi ni wakati. Hizi nguzo zote za Kiislamu zote, moja mpaka nyingine, Mwenyezi Mungu karanaha au karanaha bil waqti. Dhabitun, amezifungamanisha, mutadhaminatun, zimefungamanishwa na wakati. Simeona wakati wa sala huu. Nilipoingia hapa Sheikh Muhammad ananiambia bado dakika 5 naweza nikapata kabla raka 2. Ina maana zilipopita zile dakika 5 namsikia mtu anamwambia qim, kwa sababu inna salata kanat imestaqir, imethubuti, sio past tense. Lazima wasema past is dead. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sala hii ina wakati maalum, na sala bora ni ile iliyoswaliwa mwanzo wa wakati, on time. Ukitoka nguzo wa sala inakuja nguzo ya nini? Ya zaka. Zaka huwezi kutoa mpaka ifikie haulu, na haulu ni mwaka, na mwaka ni miezi 12, ni zile siku na nyakati. Mbele yetu kuna nguzo ya saumu ya Ramadhani. Allah asema kutiba alaikumus siyamu kama kutiba, mwisho asema ayyaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika, 29, 30, kushiria mbali kwamba yanapita faster. Kuwa na awareness nayo, usipoteze time. Ukitizama hija, alhajj wa shuhurun ma'lumat, hija ina kipindi maalum. Umra unaweza ukaenda anytime, lakini Mtume amesema innal hajja arafa, alwuqufu bil arafa, hija hasa ni Arafa. Ile siku ukizunguka ukakosa Arafa, umekwenda kucheza, hija imekwisha. Ina maana alhaj au haji pamoja na yote itakiwa asizembe kuwepo katika mzinga wa hija, asimame Arafa. Inal hajja Arafa. Ina maana mpaka kwenye hija wakati. Lakini pia sura nyingi ndani ya Qur'ani zimetaja wakati. Wal fajr ni wakati wa asubuhi. Wadhuha ni wakati wa mchana, waktu dhahiya. Wal asr ni wakati wa jioni. Wal layl ni wakati wa usiku. Sasa huu wakati ni mali kuliko chochote. Ukipoteza tu wakati umekwisha. Na haya mambo yetu katika uhai yanaenda na age na wakati. Potezewa chochote, lakini usikubali kupotezewa time yako. Maswahaba radhiallahu ta'ala anhu walifanikiwa sana. Walikuwa wanacheza na wakati. Wanasema kihistoria, Waislamu ndio watu wa kwanza kabisa duniani kuvumbua saa. Ile saa ile. Na hukuti msikiti hauna saa. So matukufu yetu sisi yanaendana na wakati. Huu ni musimu sasa hivi wa Ramadhani. Tumejuaje Ramadhani? Tulikuwa tunaisubiria, tunahesabiana.
Sheikh Rajabu hiyo, some kisa cha Isra. Jamani, Shaabani mimi nimekuja nimetoa khutba hapa, matukufu mengi sisi yanategemea zawal wal ghurub, kuchomoza kwa jua, kuzama kwa mwezi, ndio matukufu mengi. Jamani, hii Shaabani, hivi mnaujua Shaabani mwezi wa Mtume ni wakati, hatujazembea pale. Tungekuwa tufuatilie wakati tusingejua Shaabani, lakini kwa sababu sisi ni watu wa time, tulikuwa kila leo tunaangalia, bwana vipi, umeandama hujaandama, mpaka wengine wametengeneza na kamera za kisasa kufuatilia mwezi. Yani Waislamu ni watu wa time, hakuna kupoteza time. Wakati ulivyofika hakuna sojua kwamba hii ni Ramadhani, na leo ukiulizwa Ramadhani ngapi unajua. Na hii Ramadhani yenyewe wakati unafuatiliwa sana, bimaana tunasikilizia Ramadhani 15 itakuwa lini, muwaddau ya Ramadhani wadda'atuka Allah ya lini, lakini pia 10 la mwisho litakuwa lini, ili tuanze kutafuta Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Huu wote ni wakati. Sasa mpaka kuyasema haya, nataka kusema kitu kimoja. Hizi ayami Ramadhani, haya masiku ya Ramadhani, haya ni masiku nyeti sana. Tusihesabu Ramadhani leo nchungu cha 6 cha 7, hapana. Ramadhani tuihesabu hivi. Sayyidina Zainul Abidin rahimahullah anasema, ole wake yule mtu ambaye jana yake imekuwa bora kuliko leo yake, na leo yake ikawa hot cake kuliko kesho yake. Almautu khairul lahu, mbora afe. Muislamu atakiwa kinyume, inatakiwa leo yako ni bora kuliko jana, na kesho yako inatisha kuliko leo yako. Yani Muislamu hasa hii Ramadhani aishi hivyo, kila siku waongeze, asishuke. Chungu cha kwanza nimesoma juzuu 1, chungu cha pili nimesoma juzuu 1.5. Bwana, leo nimepiga juzuu 2, chungu cha tatu nimepiga juzuu 2.5. Mwanzo tulipoanza lisoi tarawih bwana rakaa 8, mara ya pili alijitahidi 10, lakini tokea jana napiga rakaa 20 zote, juzuu nzima, nafanya tasbihi zote, natoa sadaka kwa wingi. Yani Ramadhani, narudia tena, hatukutakiwa kuivamia kabisa Ramadhani. Wanachuoni walituambia Rajab shahrul mazra, ilikuwa mwezi wa Shaabani, ilikuwa ni mwezi wa kulima. Ndugu yangu, wewe hukulima Shaabani? Na kama hukulima unavuna nini? Yani ukivamia Ramadhani wallahi umekwama. Alafu nitakwambieni kitu, wala msiangalie ya akhera, ambayo ya akhera mbali na ni muhimu, kuna ya dunia ya hapa hapa. Yani utayakosa hivi hivi, acha nkuvute masikio. Yani Ramadhani ukiwa na yaqadhatin, umeitumbulia macho, mwaka huu wewe sio maskini tena, hicho kitu ondosha. Ila Ramadhani tumeipokea kivyengine kabisa. Bajeti ya vyakula, futari, leo tunapika nini? Hayo mambo madogo ya watoto wadogo hayo, si hatufikiri. Sisi tunafikiria mzigo. Allahu akbar. Yani hichi ni kipindi Mwenyezi Mungu anashusha mzigo kwa anayetaka kuupokea. Ramadhani ni dawa. Jamanini, sisi tunaumwa. Wakati Mtume amekwenda Isra wal Mi'raj, falaqiya habibun wa mahabubun fama tamma thalithun, alienda kukutana mpenzi na kipenzi chake bighairi tarjumani. Akaambiwa mengi Mtume, sal ma shi'ta tu'ta, sema nikupe nini. Katika mengi aliopewa akaambiwa, nimekupa 8 ashamin, nimekupa vidonge 8, nimekupa panado 8, hizi katibie umati wako, tunaumwa. Miongoni mwa dawa alizopewa, kapewa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
na sisi tunaumwa na umaskini, tunaumwa na shida, tunaumwa na unyonge, tunaumwa na maradhi. Ramadhani ni tiba kubwa sana. Hao Arabu wanafanikiwa sana, wanaiheshimu sana Ramadhani. Pale Saudi Arabia kuna mtu miaka ameweka foleni ili na yeye mtori wake ukafuturiwe pale, wanagombania kufuturisha pale. We Ramadhani unawaza kupewa, Sheikh, mwezi wa rehma tutapewa. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Usitake kupewa na watu, wanakupa nini hawa? Wenyewe wakupewa tu, upewe na alokuwa juu. Mkono wa kutoa ni bora kuliko wa kupokea, na kila mmoja ana uwezo wa kutoa, na asli ya dini sio kupokea, ni kutoa. Twende tukasalie mjini kule kwa misikiti ya Waarabu, utapewa makanzu kule, iftari free of charge. Wewe ufikiri yule anayepeleka zile iftari hataki zile pesa zake? Mwenzio kuna kitu kaona, na wewe funguka, na wewe funguka. Asokuwa na pesa ni mnyama, hana hata 100. Lakini shekhe, wewe leo huna 100, kesho una 200. Hiyo shilingi 100 unaoimiliki, ukitoa hiyo inaweza ikawa kubwa kuliko anavyotoa tajiri kama Bakhresa. So umeitoa kwa imani, yana Mwenyezi Mungu anachotaka utoe tu akupe, yani ndo anachotaka, sababu na wewe kutoa utaki. Na sadaka ina siri, ila ina uzito mkubwa. Narudia tena maneno magumu haya jamanini, asili ya dini kutoa, sio kupokea. Lakini wewe umekaa kupewa, kupokea. Tupo msikitini tunaneemeka, umefeli brother. Hao maswahaba waliokuwa taabani, alikuwa akipewa saa hiyo hiyo anaenda kukitoa. Imamu Nawawi rahimahullah alienda kusomesha dini kwenye kituo. Alipoenda kusomesha dini, ikawa mahitaji yake anaagiza nyumbani kwa ndugu zake. Pale wakamwekea mshahara, imamu wewe, ule mshahara akipewa hajawahi kutumia hata shilingi, anautumia mle msikitini, hataki mle msikitini. Ndio maana alitoboa Amir al-Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Zimeletwa zawadi kutoka nchi za mbali. Hii ni zawadi kwa mkewe Kulthum binti yake Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Anawaita Waislamu, ambia shawiruni, nishaurini, zimetoka zawadi kutoka mbali, nimeambiwa za mke wangu. Waislamu wenyewe ndio wametumwa. Sasa mnasemaje? Nimpe mke wangu au niweke katika Baitul Mali al-Muslimina? Wengine wakamwambia mtakula moto Sheikh, peleka msikitini. Wengine waambia mpe mkeo, si zake, alitoa chake zamani kalipwa. Unajua alichosema? Akasema hapana, hizi naweka Baitul Mali al-Muslimin, situmii kabisa. Mke wangu nitamlipa kwa njia nyingine, katika pesa zangu nitamlipa kwa njia nyingine. Walikuwa wanaogopa kupokea, walikuwa wanapenda kutoa. Nitafutieni mtu mmoja tu anatoa sana, alafu yeye hana kitu, ni maskini, huyo mtu hayupo. Sasa hii Ramadhani ni tiba. Hii inatakiwa siku yako ya kwanza ya Ramadhani isifanani na siku ya pili. Lakini kama kuna siku uzipati tarawehe, kuna siku hufuturishi, kuna siku Qur'ani hazipatikani, kuna siku moja ndio umeibuka. Ndio maana nikasema tuliandaliwa na mashekhe mapema, tukaambiwa tulimeni Rajabu, tukaambiwa jamani, Shaabani ni balozi wa Ramadhani, Shaabani ni mwezi wa kumwagilia maji, Ramadhani tunakuja kuvuna.
Ndio maana Shaabani ikaitwa shahrul qurra. Ule mwezi wa Shabani uliitwa ni mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Ina maana watu waliopita kabla yetu ilikuwa wanasoma sana Qur'ani Shaabani, wakiingia Ramadhani mteremko tu ndimi zishazoea. Walikuwa wakifunga wengine Rajabu yote, Shaabani yote, akiingia hii Ramadhani kishazoea jambo jepesi, washazoea kheri. Wewe siku ya umushaka umeanza na kuvunja jungu, kuaga maasi. Kwa hiyo Shaaban na Rajab ulikuwa unaogelea tu katika maasi. Mwisho hasara ulioipata, umeivamia Ramadhani. Siku 5 za mwanzo unakuja msikitini, siku nyingine kunaadhiniwa, umefunga na hauswadisha, umefunga na unazini usiku, umefunga unasengenya, kwa kujua lengo la Ramadhani. Na pia unaweza ukatafuta balaa ukafa. Hasa Mungu hataki mchezo na mambo yake ya dini. Sasa basi, kupitia jambo hili, Ramadhani hizi ni siku nyeti, ni siku ghali. Inatakiwa Ramadhani kila siku unazidi kasi. Hivi sasa tuna chungu sijui cha 3. Jiulize, tarawehi zinapanda zinashuka. Jiulize, sala zinapungua zinazidi. Jiulize, kheri Qur'ani inaendaje? Wallahi ukijiona kila siku unakwenda, ujue upepo wa Ramadhani umekukamata, na katika watu watakaotoboa mmoja wao wewe. Tunakutarajia, abshir, Ramadhani ikiisha huna njaa tena Sheikh. Wallahi muhimu zaidi sasa, ukikithirisha yale matendo kwa wingi ya Ramadhani yenye kukubalika, omba dua sana. Yaani nikwambieni, miezi yote tunaomba dua. Watu wanaenda Maka kule wanaenda kuomba dua, sijui kumetokea jambo gani dua. Lakini hii Ramadhani hii ndo kila siku sehemu yako ya siku itawaliwe na kuomba dua sana. Na usijilazimishe tu kusema Rabbana atina fid dunya hasana, hata saa nyingine hujui unasema nini. Hizo zisome, lakini sema za Kiswahili. Kama we ni mzungu, sema za Kizungu pia, haijakatazwa. Omba hichi, omba kile, usimpimie Mungu. Na asikutishe mtu, usiombe hela, omba hela. Narudia tena, haraka sana muombe Mwenyezi Mungu Ramadhani hii akupe pesa. Wallahi wa billahi wa tallah, hii Kiwalani si sahau. Nikiwa Kiwalani nilikuwa nalala njaa sana, linantia unyonge ili jambo. Hii Kiwalani nilimuomba Mungu hela, wallahi, ndani ya Ramadhani pale markazi. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, nakuomba sasa, mimi nafunga usiku na mchana. Mchana nimefunga, usiku nafunga tena, sina futari. Bora hatange kwa peke yangu na watoto na mke na watoto, na mke ashaamua kufuata amri za Allah. Siku moja tukashindia maji usiku akieleweki. Namwambia mke wangu tupige rakaa 2, anaambia mimi naona nikisali kama imani inakufa, naona ndo hali inazidi kuwa mbaya. Nilimwambia tu Allah, nitahini katika mambo yote, lakini riziki ni jukumu lako, na Uislamu ni dini yako, fala tuayyir dinaka, usiaibishe kwa haya ninayokuomba. Wewe unaweza kunipa kuanzia leo Athmani Michael, nsifikirie na kula nini. Mimi nifikirie dini, nifikirie mengine. Nitaumwa nitastahamili, mtihani wa kuumwa unastahamilika, mtihani wa aibu unastahamilika, lakini mtihani wa njaa ustahimiliki. Mnasemaje Waislamu? Kwanza ukiwa huna uhakika akula unakuwa mnyonge. Wacheni nikwambie kweli, hapa ujui utafuturu nini nyumbani. Niambieni ukweli, hii darasa utasikiliza? Shekhe, usikilizi. Na kama utasikiliza, yani wewe ndio utakuwa unanielewa kuliko watu wote. Lakini yule ambaye hapa kuna shilingi 30 mfukoni, anakuta saa nyingine anasinzia, hana pressure. Yani njaa hiyo ni hivi.
Nikamwambia Allah, hii ni Ramadhani umeileta kwa haki, mimi sijui hela zinapatikana wapi, na wewe ukimpa mtu umwandiki barua. Sasa mimi ninachokuomba, sitaki hata siku moja niwaze leo nakula nini, ili nakuachia wewe. Sitaki kuwaza leo nakula ninachokipata, nijalie lile ninakula ninachokitaka. Na wewe si umetangaza, ya ayuha rusul kulu min tayyibati ma razaqnakum, mitume kuleni vizuri, ya ayuha alladhina amanu, waumini kuleni vizuri na tendeni mazuri. Vizuri na vilaje? Mimi kwa mfano nikiwa pale mihrabuni markaz, nimenyanyua mikono nikafanya tadharruan, nikaomba dua muda mrefu, tena ilikuwa wakati baada ya asr, mchozi huu unashuka. Unajua kwa nini nalia? Na mvua ya madeni, afu madeni yenyewe ni tumbo langu tu, na kati hata chizi anakula, watu wanamwasi Mungu anakula tu. Mimi nasali sala 5 bwana, natoa khutba. Sasa inakuwaje namna huo? Ni mtihani. Najua mitume wamepewa, lakini mitume si kama mimi na wewe. Mwenyezi Mungu nipe. Allah anajibu dua. Sasa nitakwambieni, nimeomba dua sana na njaa nimepitia, lakini wallahi sikuficheni, na hisi kilichoniopoa hasa ni dua niliyoiomba ndani ya Ramadhani. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa na watu ambao hakukuwa na ahadi ya vita vya Badri. Istaghithuna rabbakum fastajaba lakum, mliomba hifadhi kwa Mola wenu akakuitikieni. Vita vya Badri, dua mtume aliiomba Ramadhani. Alivyoiomba Ramadhani ilivyojibiwa, maana kazungukwa na watu 1000, yeye yuko 300 na sahaba wake. Ilivyojibiwa ndani ya Ramadhani, shekhe, walishuka malaika na mapanga. Dua wakati mtume anaomba, angalia vita vile, idh yughashikumun nu'as, mbele kuna vita, Mwenyezi Mungu akapiga wote usingizi. Wewe ushai kumwona mtu analala kwenye vita? Maana kwenye vita tantiqu lasin, ndimi hizi kimya, kinachozungumza ni panga kwenye mimbari za shingo. Unazungumza mpirani huko, piga hapa, lakini vitani hamna haya mambo hayo. Kimya, kinacholia panga, bastora. Lakini kwa maajabu ya dua, Mwenyezi Mungu aliwapiga usingizi wote. Walivolala, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, minal malaikati munzalin, minal malaikati musawwimin. Wakashuka malaika. Dua si mchezo. Baada ya malaika kushuka, ikateremka mvua kutoka mbinguni. Ile mvua ilikuwa na maajabu, liyarbita ala qulubikum, ikaongeza imani. Lakini pia mwenye janaba aoge, mwenye kuondoshewa uchafu wa shetani. Na ikawa wale wasiokuwa Waislamu kila wakikanyaga mvua ile mueleka, afu Waislamu watelezi, mpaka Abu Jahali anauliwa na vitoto vidogo kabisa. Dua iliombwa kipindi cha Ramadhani. Ndio maana mtume wetu Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ramadhani alikuwa akikodolea, fa idha dakhala ashrul awakhir min Ramadhani. Chukua hiyo action yake hiyo, ilikuwa anasikilizia mtume likiingia 10 la mwisho la Ramadhani. Kulikuwa kuna vitu vitatu anavifanya. Cha kwanza, shaddal mizar, alikuwa anafunga kibwebwe, anafunga mkanda, anaamua kujiandaa kwamba jamani, 10 la mwisho nsiguswe, siendi kusukuma toroli wala mkokoteni wala kuuza kiremba wala chochote, naacha dunia. Ni uwanja wa dua huu. Mimi na wewe hatujajiandaa na vitu hivyo.
10 la mwisho soksi sijapata, baibui hajanunua. Wenzio kila Ramadhani wanaweka itikafu. Kuna kuhuisha, kuna kutafuta, kuna mkesha wa Lailatul Qadri mbali na kuna itikafu mbali. Itikafu ya Ramadhani inaanziwa alfajiri, na itikafu ya Ramadhani ni siku zote 10 la mwisho lile. Tena itikafu ya Ramadhani la yajuzu lilmu'takif, haifai kabisa anayefanya itikafu an yashhada aljanaza, hata kwenda msibani hakuna, wala yaudu almaridha, hakuna hata kwenda kumtembelea mgonjwa, wala yuqabil wala yubashir wala tubashiruhunna wa antum aqifina fil masajid, hata mke hakuna kumkumbatia wala kutoka kwa chochote, hakuna kutoka. Hiyo ndio itikafu hiyo. Wewe umekuja kulala msikitini usiku, asubuhi kwenye shughuli zako, kwa sababu huna tonge, hiyo sio itikafu, huo ni mkesha wa Lailatul Qadr. Mtume alikuwa akiingia alfajiri hakuna kutoka. Si mnaona markazi hapa, marhumu mzee Maulid Kayanda, kwa wanaomfahamu, maisha yote mpaka anaondoka duniani alikuwa na hema lake markazi pale, itikafu. Sheikh Abdul Wakati kila mwaka hapo itikafu. Maulana Bakari Mwanza kule tunapiga kambi ya itikafu. Kanu kama antum, wao kama nyinyi, nao wanataka kutarazak, wasatakunu kama kanu. Tukiseti Ramadhani nasi tutakuwa kama wao tu, au watu wa kawaida tu. Hauna hata mwaka mmoja ushai kukaa itikafu. Mzee wetu yule pale Sheikh Abubakar kila mwaka Mombasa itikafu, na Jafa anakula anakunywa maamuzi. Ramadhani tushasema inajitaka peke yake maandalizi. Tulikuwa hatusemi tu jamani Rajabu, hii Rajabu ndio inaandaliwa Ramadhani. Ramadhani haiandaliwi ndani ya Ramadhani, umechelewa. Setting mapema. Unajua kwa nini sasa watu wanaacha mambo yao wakafanya itikafu? Kuseti mambo. Nikwambieni kitu, kuna baadhi ya watu anaweza akafungua taasisi ya hija, akabarikiwa na Mungu, pengine akapata pesa za kula mwaka mzima mpaka hija nyingine, pengine ni mfano tu. Sasa na sisi tusiokuwa na mataasisi kama hayo, hii Ramadhani hii ukiiseti unaweza ukapata bajeti ya mwaka mzima mpaka ujao. Sasa lazima ujifunge kibwebwe, lazima dunia uipe talaka. Kwa hiyo Mtume alikuwa shadda al-mi'zar, akifunga mkaja, wa aiqadha ahla, akiamsha familia yote kuingia kazini, wa ahya lailahu, akiuhuisha usiku mzima. Hivi nani na nani mwaka huu anasema ya itikafu keshi? Ashajiandaa na hiyo siku 10 nzima msikitini, hizo siku 3 za tablighi hatuendi. Halafu ukimwangalia mwenzio anayekesha msikitini na itikafu, ana mke ana watoto, wewe una hata mke, hata mtoto huna, au una mtoto mmoja. Kinachokushinda nini? Hawa kuna kitu, kuna siri, kuna kitu nyuma ya pazia wamekiona. Na kama unavyowaona watu wakienda hija Maka, tunaambiwa wale wanaoenda Maka, ukienda kila mwaka utakuwa unatamani kwenda, basi na wewe mwaka mmoja ukiweka itikafu tu, kila mwaka ukosi mpaka unakufa. Na kheri hizi usipozifanya sasa hivi, Ibilisi kafungwa, utazifanya lini? Na we uone aibu? Hii ni sunna ya Mtume hii, kwamba mpaka unakufa hujai kupiga kambi msikitini kwa ajili ya Ramadhani. Yani kiwepesi wepesi tu unataka Rabbana tena huyo fantashiru uko mtaani huko, wenzio wako msikitini, darasa kama hizi, watu wanapiga tasbihi, wanasubiria hiyo Lailatul Qadri lini, itikafu lini. Ufikiri utakuwa sawa nao? Utapata, lakini shekhe ndio hivyo. Hata wachimbaji wa madini, kuna wachimbaji wadogo na wakubwa. Na kwa kawaida unaambiwa usifanye vitu vidogo, fanye vitu vikubwa. Ya sahiba dua, ewe mwenye kumuomba Mungu usochoka, mimi nakwambia una lako jambo. Acha hizo biashara hujazichoka. Kila siku unafanya, mara zimefeli. Ikiingiza 200 na janga la 500. Hebu hizi kwanza ziache.
mfuate alozitoa hizi biashara, mkimbilie msikitini. Ndio maana ukaambia la yasihu i'tikaf illa fil masajid aljamia. Ndio hivyo i'tikafu kwa ile heshima yake lazima upate msikiti unaoswaliwa Ijumaa. Haitaki hata vimsikiti vidogo vidogo, lazima upate msikiti unaswaliwa Ijumaa, msikiti mkubwa ukaweke kambi. Sasa si nitakwambia tena, ukiwa kwenye itikafu Sheikh, hata hapo nje usitoke, msikitini kambi tu. Tunajua itikafu sisi bwana, wenzetu waliopita mtu anajicholea mpaka mstari hapa atoki, haji msikitini kucheza. Lakini wewe ukishaingia itikafu za siku hizi nazo bwana, za kidesign, unaingia na TikTok zako msikitini, una matatizo wewe. Sheikh, simu acha nyumbani huko, wasintie pressure, zima hiyo simu, staki, nimetengana na ulimwengu. Sayyidina Ali anaiambia dunia, ilayya tagharrarti ilayya tashawwafti hayata ghurri ghairi qad batattuki thalathan fa umruka qasir. We dunia, utaka kunidanganya mimi? Una aibu? Unajipendekeza kwangu wewe, siku zote unaamka na mimi unalala na mimi? Hapana, katafuta kumdanganya. Nishakupa talaka 3 Ramadhani hii. Kila mtu shekhe, umejenga hujajenga, umeezeka hujaezeka, vimekuwa havijakuwa, iambie familia nikomeni, tutaonana Idi 10 la mwisho, mimi na neti yangu msikitini na simu hii hapa. Sitaki mtu anitafute. Akifa mtu zikeni. Huku ndo kutamarkuz. Ukisikia markazi, kustreki, kutamarkuz, tena nakwambia mtu yoyote anayemtafuta Allah atampata. Huku ndo kutamarkaz. Sisi tunamtafuta Allah tukiwa na shida. Taarafu ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shidda. Usisubiri kwani mimi nina shida gani yasa, mbona sina matatizo? Mtume akwambia mjue Mungu ukiwa hichi kipindi huna matatizo, mtakutana naye wakati wa majanga. Innahum fityatun amanu wazidnahum huda. Vijana wa ashabul kafi walimtafuta Mungu, hawana matatizo, wakampata Allah. Na nikwambie bwana, wallahi ukimpata Allah shekhe, umepata kila kitu. Na ukimkosa Allah umekosa kila kitu. Yule pale anaitwa Sheikh Saidi, yule anaitwa Sheikh Saidi. Leo nilimwambia kitu kimoja na ndio ukweli wa mambo, na ninalisema sana. Hata yule Sheikh Abubakar nimemwambia, amekaa na yule bwana pale anaitwa Yusufu, pia wanalijua hili jambo. Hata huyu hapa kameramani analijua, na baadhi ya makamera. Nawaambiaga, yani nikiacha yangu, nikienda darasa tu, basi hata kule ofisini kwangu wateja hujaa wengi, na nikikata darasa tu hakueleweki. Leo shekhe alipokuja nikamwambia, shekhe bwana, leo watu wengi, na watu kweli walikuwa wengi, na pesa nimepata. Nikamwambia nikienda mimi darasa tu lazima tiki. Lazima tiki. Yani Allah anataka ufanye muhanga alafu haupokei, hauchukui ule muhanga wako. Yani uoneshe tu nimefanya. Hasa Nabii Ibrahim kafanyishwa muhanga mkubwa, mchinje mtoto, ashachukua na kisu, ataka kumchinja afu Allah anamzuia, basi nishaona. Mimi nataka nione tu. Sasa Uthman Michael katoa muda aende kuwakumbusha watu wakiwalani. Ule muda tu afu Mungu anamrudishia zaidi na zaidi. Yani kuna watu tunashindana, kila tukishindana yeye anapiga hatua 10 nyuma kwa sababu kamwacha Allah. Mimi hatua 100 mbele kwa sababu nimemshika Allah. Mpaka siku moja nilimwambia shekhe mmoja, Maulana Abubakar, nikamwambia mimi kinyang'anywa dini, shekhe, sina maisha tena kuishi. Vijana wenzangu, dini ndio ya kushikilia serious. Yani ukishikana na dini ukosi. Sisi wakati tunasoma skuli na chuo, wenzetu wazazi wao wakaambia usichanganye, someni mpate maisha. Basi sisi tuloshika dini tumekuwa na maisha, wao hawana chochote. Huyo ndo Allah. Kwa sababu yule mtu ambaye mbio zake zote itakuwa dunia, hujaliwa baina ainaihi alfuqara
usoni mwake anawekewa tambara la ufukara tu, hujiona hana. Lakini yule ambaye mbio zake akhera na akaiendea mbio haswa, yatihi dunia wa hiya raghima, na hilo ndo tunataka muraghama. Mwenyezi Mungu anakuletea dunia ukiwa hata una haja nayo. We haja yako gari moja, utakuwa na gari zingine zinaoza huko uwani, utakuwa unabadilisha magari kama nguo. Haja yako wewe ni mke, Mungu atakupa wake 2 watatu. Yani huyo ndo Allah. Kitumbo chako kinahitaji 10,000 kwa siku, umeshiba, atakupa mamilioni na ubabaiki. Na akikuletea dunia kidunia hiyo ya moto, Sheikh, gari lako pressure, mke wako utaka kujinyonga kwa ajili yake. Walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhikri ya Mwenyezi Mungu ndo itatuliza nyoyo zetu. Sasa mabwana, Ramadhani ndo hii, sote fafirru ila Allah khifafan wa thiqala, kwa uzito uliokuwa nao na wepesi, mkimbilie Allah. Hata kama ulichelewa kuiandaa Ramadhani, kuanzia leo siku ya Jumatatu sema, nilichokifanya leo kwa Ramadhani, kesho naahidi nitazidisha, kesho kutwa nitazidisha, mtondogoni nitatafuta kipi sijafanya, mpaka Ramadhani ya mwisho aisee nimepanda sana. Alafu hilo 10 la mwisho hilo naahidi kukaa itikafu, nione Allah atanipa nini. Sasa wewe utakayekaa itikafu utapata nguo zaidi za familia nzima. Wewe uliokimbia itikafu mpaka Idi inaisha, hata kigauni hata kijora hujapatia, lawama vidole mpaka machoni. Narudia tena kusema, ukiacha jambo lako kwa ajili ya Allah, Allah atakupa ziada. Njoo msikitini, soma Qur'ani, kumbushaneni kheri. Hasa kama hii Ramadhani ni kipindi cha kukimbia darasa kama hizi, utakaje sasa? Shetani hayupo. Yani we uone hata kama makosa vile, usisubiri hizo tende za mgao ziko wapi. Mimi nitaka kugawa, mimi nitaka kutoa, mimi nitaka kusaidia mimi. Hichi ni kipindi cha kutoa. Na ikiwa ndugu yangu una dhana ya kupewa, na hata ukiomba usiombe kimakosa, Mungu mjalie mtu aje anisaidie. Hapana, usiseme hivyo. Mwambie tu Mwenyezi Mungu ninyoshe. Ndio maana wanasema wanachuoni, hata tukimwomba Mungu, muombe Mungu kitu, usimwombe hela bwana. Mwenyezi Mungu nipe pesa nioe. Anaweza akakupa pesa afu ukaoa mke matatizo, kwani hajakupa? Kile unachokitaka ndio kipoint. Mwambie Allah, nataka nyumba, nataka mke, nataka gari. Mwenyezi Mungu anaweza akakuletea gari bila hata shilingi. Inaonekana kama udaruweshi, lakini hiyo ndo hakika. Usiweke power katika pesa. Mwenyezi Mungu kukuendeshea mambo yako we, si lazima pesa. Hilo alipo kabisa. Sasa sinikwambie nimalize maneno. Nimekaa nyumbani sina 1 wala 2. Nimekaa nyumbani sina 1 wala 2. Haya hapa kwani nimetumia pesa? Pesa haimalizi matatizo bwana. Pesa si kila kitu. Pesa inaweza ikanunua kitanda, hainunui usingizi Sheikh. Inaweza ikanunua mke, lakini hainunui mapenzi. Toa pesa zako nyingi, alafu upati mapenzi. Umetoa pesa yako nyingi, kitanda cha milioni ngapi, jumba hilo, usingizi hamna. Pesa inaweza ikanunua dawa, lakini hainunui afya. Wangapi wana pesa kujitibu sukari, lakini afya kila siku mgogoro. Ikitoka kensa, mara anabusha ngiri maji. Ikitoka busha, mara sijui haoni, mara sijui kisukari, sijui matatizo makubwa haya. Ili tufanikiwe sisi, nughayyir yaqinuna, tubadilishe mtizamo, imani zetu, yaqini zetu, minal makhluq ila al-khaliq, kutoka kwa viumbe tumwelekee muumba. Minal ashya ila al-a'mal, kutoka kwenye vitu kuelekea amali saleh. Tumekatufundisha shida ya chumvi mpaka ghorofa kumwomba Allah. Min mushahadat min nadhar ila al-khabar, tusiamini sana tunavyoviona, tuamini khabar, tuamini mambo ya ghaib. Sisi ni watu wa ghaib. Hata macho yako usiamini, amini Allah akasema nini, mtume. Maka sehemu ya dhahiria
unaweza ukaona sehemu hii ni hilaki, hapa hakuna njia, ni kufeli, ni kufa. Pale pale itakiwa uwe na imani kwamba hii sehemu sasa ndo nusra na msaada wa Allah unakuja. Ndio mambo yalivyo. Sio na Nabii Musa kapelekwa mbio, inaonekana bahari wanazama, lakini pale pale Mwenyezi Mungu katengeneza barabara. Unaona ndogo hilo? Ndio uwe na mtizamo huo. Jicho lako moja lione dunia, jicho jingine lione khabar. Esh qala Allah, Mungu kasema nini hapa, mtume kasema nini, utakuwa upagawi. Baba fulani, mtoto, sijui ambia yupo Allah, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Kuna mambo ujikanushe. Hasa Nabii Allah Ibrahim kapelekwa kwenye moto, ile moto kumchoma kesi, wakatengeneza kitu kinaitwa manjaniq, na mtu aliyokitengeneza anaitwa Haizan, kama mbaula, mrusheni moto mkubwa, moto unabakizaga kitu. Ni sura ya maangamivu, lakini pale pale Nabii Ibrahim hakuutizama moto, kwa sababu dharun wa nafi'un, madhara na manufaa ni sifa zake Allah, majina ya Allah. Kwa hiyo moto hauchomi, haudhuru mpaka Allah ukadirie. Kwa hiyo alichokikimbilia mwenzetu katika shida kama ile, hakwenda magharibi wala mashariki, moja kwa moja alimtafuta Allah. Alisemaje? Hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Na wewe kwenye majanga, shekhe, mbona uyasemi maneno haya? Anayenitosha mimi ni Allah, na yeye ndo mbora kutegemewa, na yeye mwenyewe asema man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, anayemtegemea Mwenyezi Mungu wallahi Allah anamtosha. Kwa kusema kilma kile, Mwenyezi Mungu anasema ya nar, harfu nida, wewe moto, wewe moto, kuwa bardan, moja hilo, wa salaman, pili hilo, ala Ibrahim, isti'la, tatu hilo. Wewe moto, kazi yako kuunguza. Ukishaomba dua, hiyo ni dua. Kuwa cha kwanza baridi. Wanasema Mwenyezi Mungu angeishia pale, ule moto ungekuwa baridi kama thalaja, kama freezer, angekufa na baridi. Akaongeza wasalamun, baridi yenyewe iwe kama mukayyaf, air condition, baridi nzuri ile, kiyoyozi. Tena angeishia hapo, ingekuwa moto wote dunia nzima, ukiingiza mkono kama AC. Lakini akavua ala Ibrahim, baridi hii kwa Ibrahim peke yake. Mimi na wewe ingiza mkono uone shughuli yake. Huyu tu Ibrahim peke yake. Sasa usiangalie lile tukio, wewe kinachotakiwa uangalie ibra. Alifanyaje? Alipiga makelele? Alienda mbio? Aliita polisi? Alisema neno tu, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wewe huna kazi, unashindwa ni kuomba dua kama hii? Na hii dua unaiombea wapi? Kipindi chake si ndio hichi? Saida Maryam alayha salam, mama yake Nabii Isa, kipo kitoto kidogo chini ya miaka 2. Kikiwa kitoto, Nabii Allah Zakaria anaingia kuingia mimbarini, wajada indaha rizqa, wakati wa ukame kakuta riziki, matunda, vyakula mbalimbali. Alishtuka. Mtoto ni mdogo, hawezi kusema, lakini alimsemeza tu, ambia ya Maryam anna laki hadha, we mtoto, mbona sielewi haya, umeyapata wapi? Hapo ni mdogo. Hapo akatamka Sheikh, kwa uwezo wa Allah, asema hadha huwa min indillah. Yatoke wapi haya? Walillahi khazainu samawati wal ardhi. Bana, Mungu ana kila kitu, haya yametoka kwa Allah. Afu akaongeza inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabe, Mwenyezi Mungu anayemtaka anampa bila kumhesabia. Hapa kuna falsafa kidogo. Kuna watu wamesoma na masters, amesomea economical, iktisadi, uchumi, kila anachokitumia anaandika bajeti ya mwezi, tumetumia hivi, na we unaandika na penseli yako nyumbani matumizi, lakini shekhe aendelee ngo kila kiandika hizi pesa mbona napata, mbona hazikai, hii 200 itaenda huku, hii 300 itaenda huku, hali vizuri na hapati.
na mwingine atumia ovyo ovyo tu. Gari siku mbili kagonga kawana nyingine, waona baki, yani jamaa angekuwa na akili angekuwa mbali sana. Ndio Mungu kashampa bila hesabu, wewe bado kwa manati. Sasa hili neno hili Nabii Zakaria tunalipata, inna Allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kumbe Mungu akiamua kukunyoshea maelezo hamna kuhesabiwa. Bwana mimi nina jambo, akapata mawaidha kwa kitoto anachokilea, akasema na mimi nina langu. Fadaa rabbahu fil mihrab, akaenda kwenye mihrabu pale, akatenga muda. Alichokifanya ni dua, alilia, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Mungu unajua mimi ujane mbaya, sina mtoto hata wa dawa, mkewe ashakoma hedhi Sheikh, yeye ndo mtu mzima, anaomba tu kwamba nisikate tamaa na rehema za Mungu, lakini si wakati wa kuomba mtoto. Lakini kwenye dua pale pale malaika akamwambia, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ndiyo Mungu atoi bila na sasa hivi unaletewa mtoto. Yamesema kaifa yakunu li ghulam, sasa huyo mtoto anakujaje? Kwanza amrati ya akhira, mke wangu mwenyewe kikongwe, hata ile damu ya hedhi hana tena. Akamwambia basi tu Mungu mambo yake, utajikuta tu umekata kauli. Sasa kipindi hicho zidisha dua, adhkari, msabihi Mungu asubuhi na jioni, kazana. Sisi huku sisi tunaweka mimba, kazaliwa Saina Yahya, hata jina kamchagulia mwenyewe Allah. Wewe na mke wako mmemaliza mahospitali yote. Jamani, Ramadhani ni mwezi wetu, ndio ishakuja, jifiche 10 hizi za mwisho, anza kuomba mtoto kwa dua hii, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Uone, isome kwenye maji, nyweshe mkeo, kunywa na wewe unahangaika na mizizi tu. Una nguvu ya kiume hapo nzuri, inaleta uzazi. Wewe ushaambiwa mayai huna, usikate tamaa Sheikh. Wewe unaambiwa mazazi, huyo mkewe Saina Zakaria kizazi kimekufa. Haya mambo sio entertainment tu kwamba mufurahi, linakhudhahu ibra, mchukue mazingatio. Pana dua pale, nimalize 18 sana. Nabii Allah Ayub kaumwa kaoza, wasema ma aslamta fi a'dha'ihi illa lisanan wal qalb, hakuna kilichosalimika, ulimi na moyo tukaoza. Yupo jalalani, akaanza kuomba dua. Dua gani aliomba? wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, rabbi anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin, rabbi anni massani ash-shaytan. Akaomba dua kama hizi, Mwenyezi Mungu akampa shifa. Akaambia Sayyidina Ibrahim, Jibril, mpelekea haraka sana dawa. Dawa yenyewe ufikiri ilikuwa kitu kikubwa, operesheni basi. Shekhe, maji tu. Akaambiwa kunywa kuondosha cha batin, na mengine oga kuondosha cha dhahir, na tunakuambia wajana kila kitu tumekifanya uhai kupitia maji. Sasa sikiliza, umeshakuwa na tezi dume, aya watu wanakufa shekhe, una hela gani ya kujitibu? Watu wanajitibu nje. Waambie sifi ma'i Allah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nao uradi wa Nabii Ayubu, nitapona. Shekhe, wewe unafanya mchezo, ushapata kensa, mnalia nyumba nzima na watoto wenu, kila anayekuja kutembelea unalia nini? Hapana, usilie shekhe. Sema mitume wamepatwa zaidi ya haya, kaoza. Nabii Ayubu Mungu akampa mwisho kabisa maisha mimi na wewe magumu. Nataka dua ya maisha magumu. Nabii Musa alayhi salam kalitafuta janga, ndugu yangu, kaua mtu bila kukusudia, ndio kishaua. Akakimbia mji kwa mguu kutoka Dar mpaka Singida, kilomita 700. Usifanye mchezo, usiulize amewezaje kukimbia. Shehe, kwenye kifo unakimbia wewe. Kuna mtu alikimbia Burundi mpaka Kigoma kwa mguu. Kwenye kifo unakimbia ndugu yangu, wallahi unakimbia. Usishangae
Hapa pakitokea jambo ukapita hapo dirishani na ukiuliza umepitaje usishangae. Kifo balaa. Kakimbia mpaka kule, kafika mpaka nchi ya Jordan, Madian, Madain. Sasa niko hapa Madian na siku sijui ngapi sijai kula tonge. Sielewi inakaa kwa nani. Mbona huu mtihani? Pale pana mti. Akapanda juu ya mti. Kulala usingizi unakuja na njaa. Wallahi alisema neno zito kakaangu. Liseme ili neno, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Mwenyezi Mungu Bwana, kama kuna khairi yoyote mimi sioni Bwana. Kama kuna kitu chochote nahisi nimepewa sioni, hali taabani. Nabii anasema maneno mazito haya. Basi kwa kusema neno lile, pale pale akapewa ukubwa, cheo cha juu duniani, utume, akafanywa nabii. Tena nabii wenyewe si wa mchezo, ulil azmi minar rusul, wale mitume wenye majukumu makubwa. Kapewa heshima kuliko baba yake Adam. Alafu akafanywa mtukufu, yani utukufu wake baada ya mtume Muhammad, namba 2 wa mitume watukufu yeye. Jambo la tatu, kaoa binti mzuri, alafu kaoa binti wa mkubwa, kaoa binti wa mtume mwenzie. Nabii Musa alikuwa na wake 4 bwana, wake 4 na watoto alikuwa nao. Alafu Mungu akampa power. Shekhe alipindua nchi nzima ya Misri, kamua mpaka Firauni mwenyewe, mamlaka makubwa, akakubalika. Kwa hiyo akawa anaitwa akramu bani Israili, mtukufu wa bani Israili. Dua moja tu, Rabbi lima anzalta ilayya min khairi. Sisi wavivu kuomba dua, hatufuatilii. Yani Qur'ani yetu mtu anaweza akasilimu leo akajua kila kitu na akakuacha mbali sana. Wanasemaga mwenye bahati habahatiki. Sasa hizo dua zote, hizi habari zote nilizozisema ndio hiyo Qur'ani. Qur'ani yenyewe imekuja Ramadhani yenyewe ndio hii. Kwa hiyo mimi niseme, jamanini, hichi ndio kipindi. Mwambie Mungu akupe mwelekeo. Unajua shetani yupo kazini. Shetani kila siku anakutengenezea zengwe ufirisike, anakupelekea maasi. Unajikuta ikisha Ramadhani tu, yani wewe zina na si kwamba kila anayefanya maasi anapenda, moyo unamuuma kweli. Yani mimi najikuta tu nazini, yani astaghfirullah, hapendi. Shetani anakushikia hapo kwa sababu ukitoka kwenye toa ya Allah wewe unakuwa maskini. Unakuwa maskini kabisa. Sasa kipindi hichi dua, kama mmenielewa, wallahi siku 10 hizi za itikafu uzikosi. Na hizi siku 10 kwani ufikiri tunayoyafanya kule nini? Ni kuomba dua, hasa zile dua za